Kwa jina naitwa Nyakwesi Mujaya. Ni mwanzilishi pia mkurugenzi wa shirika la Makini, shirika linalofanya kazi na watoto pamoja na vijana wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Kufanya kazi na jamii, naweza nikasema ni kitu ambacho nilikuwa nacho toka nipo mdogo. Nilikuwa nacho kwanza kuanzia nilivyokuwa naona wale watu ambao walikuwa wananilea walivyokuwa wanaishi. Na mtu wa pili pia ambaye ameweza kuni-influence ni mama yangu mdogo. Kwani nilipoteza wazazi wangu wote kipindi nilipokuwa mdogo kabisa. Mzazi wangu wa mwisho kumpoteza alikuwa mama yangu, ilikuwa ni mwaka 1993. Na mama yangu mdogo aliweza kunichukua kuweza kuishi na mimi. Na yeye ameni-influence kivipi? Aliweza kuishi na mimi kama mtoto wake. Na kwa mara ya kwanza kitu ambacho kilini-attach sana ilikuwa kuna watoto ambao wanaomba yale maeneo ya fire. Unakuta watoto wanaomba ni wadogo sana. Kwa kile kitu kilikuwa kinanigusa. Ninapoona watoto wadogo, anapita mtoto anaomba, lakini mwisho wa siku najiuliza huyu leo anaomba anapewa au apewi? Je, akifikia umri wa miaka 15 kuendelea inakuwaje? Kwa hiyo kitendo hicho cha kupitia watoto niliokuwa naona fire, naona mabarabarani wanaomba, kikawa kimeni-impress. Nikaanza kutembelea wale watoto wengine ambao walinionyesha, na mwisho wa siku nikifanya kazi nikipata ule ujira kidogo naopata, nikawa naenda na kula nao, tunabadilishana mawazo, tunaongea. Kwa nikapata kuwafahamu kiundani, nikafahamu changamoto kubwa wanazokutana nazo mtaani. Mtazamo wangu juu ya hiki ninachokifanya na watoto wanaoishi katika mazingira magumu ni kuona kwamba siku moja watoto wote wanaishi katika familia iliyojawa furaha, upendo na amani. Nimetokea mtaani na Madam Nyakwesi ametusaidia kwa vitu vingi. Amenitoa ndani ya mitaani hadi sasa hivi kanipangishia chumba. Yaani siko tena mitaani. Kwa kifupi kwamba namchukulia Nyakwesi kama ni shujaa, kwa sababu maisha nilikuwa nikiishi mimi kule mitaani tofauti na watu wengine. Nilikuwa nikilala nje, ila kwa msaada wake ndo amenitoa kule hadi leo hii anasaidia kimalazi, kimavazi na kila kitu. Nimeishi mtaani kwa miaka 3 ambapo nilikuwa nafanya kule vitu vingi, nilikuwa najilisha mwenyewe, kila kitu najitegemea mwenyewe. Na mwaka 2010 ndio nimeanza kukutana na Sister Nyakwesi. Alikuwa anakuja kule mtaani, wanatuchukua, wanatupeleka Alliance Francaise, wanatushauri tuache kutumia bange, tuanze kufikiria kuhusu maisha yetu ya baadaye. Tumeendelea kule wakaja wakatuhamisha wakatupeleka sehemu moja inaitwa Nafasi. Pale Nafasi wakaja wakatuletea walimu mbalimbali, wanatufundisha dance, wanatufundisha maigizo. Yaani mpaka sasa hivi kwa mimi hapa Nyakwesi namuona kama shujaa katika maisha yangu. Changamoto ipo. Ili aweze kufanya yale mafunzo, kuatendi yale mafunzo vizuri, anahitaji kula, anahitaji kunywa maji, anahitaji kuishi katika mazingira kama mtoto mwingine yule ambaye yuko nyumbani, yule ambaye yuko shuleni. Kuna ishu ya afya. Kwa inapokuja kwetu sisi ni changamoto, kwa sababu hamna mfumo unaoeleweka ambao mtu anajua kwamba nikimchukua huyu mtoto nitampeleka sehemu fulani ili aweze kutibiwa bila malipo. Kuna usemi watu wanasema kwamba maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. Mimi maji nishayavulia nguo, kwa sina budi kuyaoga.